Karibu tena ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi vinavyoendelea hapa Afya Key TV. Leo natamani tukaijue siri kubwa iliyopo katika ulaji wa ndizi na namna ambavyo inaweza kukusaidia wewe mwanaume kuongeza uwezo wa kushiriki tendo la ndoa, lakini pia na kukupa stamina. Watu wengi sana wamekuwa wakizichukulia ndizi poa. Leo ngoja nikakuelezea in details ili uweze kujua kwamba hii ndizi kweli inaweza kukusaidia, na ule kwa kiasi gani na ule wakati gani. Unajua unaweza usijue kwamba natakiwa ule wakati gani, ukafikiri utakula muda wowote. Naweza nikasema kula ndizi lakini usijue unakula wakati gani, kwa hiyo isikusaidie. Kwa leo twende tukajifunza kwa pamoja namna ambavyo ndizi inaweza ikasaidia katika kuongeza nguvu za kiume na kuboresha uwezo wa mwanaume kuweza kusimamisha vizuri. Nafikiri sote tunafahamu, au hata kama hatufahamu, nafikiri unafahamu kwamba vitamini B pamoja na bromelain ambazo hupatikana kwenye ndizi huchangia kuongezeka kwa homoni fulani za kuweza kumsaidia mtu kufanya mapenzi. Lakini pia ulaji wa ndizi unakupa nguvu zaidi inayostahimilisha mtu kufanya mapenzi na humfanya aweze kumtosheleza vizuri mpenzi wake. Ukweli ni kuwa ndizi inachangia kwa kiasi kikubwa sana kusafisha mishipa ya damu, kusaidia kupitisha damu, pia kupatia moyo nguvu zaidi katika kusukuma damu kwenda katika sehemu mbalimbali za mwili. Hivyo kama utakuwa umetumia ndizi na ikakuwa imekusaidia kusafisha mishipa yako ya damu, kwa hiyo na moyo ukawa na nguvu, kwa utapump damu vizuri, na ukipump damu vizuri utajikuta uume wako unaweza kusimama vizuri na kwa muda mrefu, kwa sababu damu inapokwenda kwa wingi katika uume wako ndipo unaweza kusimamisha vizuri. Hivyo ndizi haisaidii tu kuongeza nguvu za kiume, fahamu hicho, bali huponya kabisa wanaume wasio na nguvu za kiume, yani wale ambao wako impotent. Lakini wanaume wengi wamekuwa wakifanya makosa mengi sana. Kosa kubwa wanalofanya ni kuenda kushiriki tendo la ndoa wanapokuwa na stress, ambapo unaposhiriki tendo la ndoa ukiwa na stress, hakika hutaweza kufanya vizuri. Sasa ili kuweza kutibu stress na kuweza kukaa sawa, jitahidi sana chakula chako unachokula kiwe na ndizi pembeni. Unapokuwa unakula ndizi inasaidia sana katika kupunguza zile effects za stress ambazo zinaweza kukufanya wewe ushindwe kushiriki tendo la ndoa. Hivyo basi, kwa njia hii ndizi inaweza kuboresha utamu wa mapenzi kitandani. Anza kula ndizi kwa wingi leo. Sasa nataka ujue kwamba ndizi unakula wakati gani. Kuna mwingine anaweza kafikiria labda ale mandizi mengi kabla ya kwenda kushiriki tendo la ndoa, sijui nusu saa kabla. Hapana. Hiyo atakwambia hivyo atakuwa amekudanganya. Anza kula ndizi angalau mara moja kwa siku, itakufaa sana. Yani jitahidi angalau mara moja unakula ndizi mbivu, unakula ndizi mbivu kama tunda. Hii itakusaidia sana. Kwa hiyo ukiwa unajitahidi kila siku unakula ndizi, kwa hiyo utajikuta automatically mwili wako unaweza ukagenerate energy, na moyo kama ulikuwa na changamoto, maana utapotibu moyo, maana hata issue za mashinikizo ya damu hazitaweza kukupata wewe. Kwa hiyo utajikuta unaweza kusimamisha vizuri na unaweza kumtosheleza mpenzi wako. Niseme karibu, endelea kufuatilia vipindi vyetu, uwe na wakati mwema, usiache kusubscribe. Asante sana.